Eh, naamini semina ya leo kila mmoja alijipanga kuto kukosa, na ndio maana mmewahi, kila mmoja yupo tayari kuona na kusikiliza. Wale ambao tayari mpo kwa kuniona au kunisikiliza na kunitazama kwa njia ya mtandao, ni wape hongera sana. Hautakuwa kama ulivyokuwa. Na ninyi ambao mpo hapa kwenye semina hii, naamini pia Mungu hatawapungukia, wote tutafaidi. Hata mimi mwenyewe nimejipanga kisawasawa kwamba na mimi mwenyewe ninafaidi. Unajua, ninapofundisha mimi mwenyewe najifunza. Sio kweli kwamba ninafundisha tu, lakini hata mimi mwenyewe najifunza. Maana kondoo ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa wengine wale asalamu alaykum. Jamani, sasa ni kwa pengine kuna mambo mengine ambayo huwa hayasemwi sana. Kuna mambo ambayo huwa hayasemwi sana. Mambo mengine ni kuhusu tabia, undani, tabia zile za undani ambazo hivi mtu hawezi kuacha tabia kwa undani, ya ndani kabisa. Kwa mfano, mtu pengine kwenye ndoa kuna swala linaitwa uchoyo. Mchoyo wanasemaga hana rafiki. Sasa kama ulizaliwa ni mchoyo, mchoyo ni mtu ambaye anaweza kutoa kitu ambacho sio kadri ya kilivyotakiwa. Yaani hatoi, hawapi watu haki zao ambazo ziko ndani ya uwezo wake, hasa mambo mbalimbali yakiwemo chakula. Mwanamke, uangalie vizuri. Kama una uchoyo na mume wako anajua, na hayo hayasemwagi hata kidogo. Kama una uchoyo, ni tabia mbaya sana sana kwenye ndoa. Uchoyo ni tabia isiyofaa, kwa sababu mchoyo yuko tayari kitu kioze, yuko tayari mboga zichache. Swala la ndoa ni jambo ambalo lina mambo mengi. Swala la ndoa, kwa katika semina hii ya leo ni tutaeleza kiundani kuhusu mambo ambayo yapo yanasumbua ndoa nyingi, lakini yangezuilika. Yaani yangezuilika. Shabaha yetu tunataka kulenga leo katika semina hii kwamba yale ambayo, hiyo naomba usisahau, hata unapoandika anza kuandika hivi kwamba shabaha ya semina hii ni kwamba tunataka kulenga kutatua mambo ambayo yanawezekana kutatulika, yanayowezekana kuzuilika, ili ndoa zisiwe kwenye changamoto ya mpaka kuvunjika. Tukiacha kifo, kuna mambo fulani ambayo yangezuilika ili ndoa ibaki salama. Haleluya.